Unaota ndoto unakula matapishi. Hii inamaanisha kwamba ni roho ya makosa. Unarudia vitu vile ambavyo ulikushaacha. Kama ulikuwa unatenda dhambi na baadaye ukaja ukaokoka ukaachana na mambo kama haya, basi usipokuwa makini, ukiota ndoto unakula matapishi, usipokuwa makini utarudia. Na hata kama sio unatenda dhambi, lakini kuna kosa uliwahi fanya nyuma, basi usipo makini utarudia. Lakini pia unaota ndoto unabeba mizigo mikubwa kichwani. Hii ni ishara mbaya. Unaota ndoto unaogelea ziwani au baharini. Hiyo ni mbaya. Unaota ndoto uko kijijini ulikozaliwa zamani au ulikozaliwa awali au kule ulikozaliwa. Hiyo ni ishara mbaya. Au kule ulikokuwa utotoni. Hiyo ni ishara ambayo sio nzuri. Unaota ndoto umefunikwa na buibui. Ishara mbaya. Unaota ndoto umechanjwa chale. Unaota ndoto gari lako limeibiwa. Unaota ndoto gari lako limeibiwa. Ishara mbaya sana hiyo. Maana yake ni nini? Hatima yako imeharibika. Unaota gari lako limeibiwa, maana yake ni kwamba hatima yako imeharibiwa au maadui yamekusudia kuharibu hatima yako. Lakini pia unajaribu kuchota maji. Jaribu kuchota maji bombani, lakini maji hayatoki. Lakini pia unakula na vichaa. Unaota ndoto unakula na vichaa. Unaota ndoto unakula matunda yaliyooza. Ni ishara ambayo ni mbaya sana. Unaota ndoto uko mahakamani. Unaota ndoto uko mahakamani, umeshtakiwa na umefungwa gerezani. Ishara mbaya sana. Unaota ndoto mtu anakuonyesha au anakutupia mawe au anakupeleka kwenye chumba cha siri, kwenye chumba cha giza. Hiyo ni ishara mbaya. Unaota ndoto uko kwenye shimo refu. Ishara mbaya. Hizi ndoto ina maana kubwa sana kwenye ulimwengu wa roho. Watu wengi hawaelewi. Maisha yetu yamebaki pale pale kwa sababu hatujachukua hatua. Tunaota ndoto kabisa analishwa nyama, anapewa nyama. Sio nyama ya kawaida. Kwenye ulimwengu wa roho kuna kitu kimetendeka. Usipokuwa makini, kuna jambo ambalo litaenda kutokea na utaamini. Utakuwa mtu wa kawaida, maisha yako yanabadilika. Ukiona hata mwanafunzi anaposhindwa kusoma na kufikia kwenye ndoto zake, cha kwanza kuna kitu kimeshaharibika. Kuna kitu ambacho adui amepunguza. Unaota ndoto uko mashambani. Unaota ndoto uko kijijini. Unaota ndoto uko shule ulishaacha miaka mingi. Unaota ndoto umevaa uniform. Na wewe tayari sasa hivi ni mzazi, una watoto sio nani, una wajukuu, lakini unaota ndoto umevaa uniform uko chuo kikuu, uko sekondari. Ishara mbaya. Unaota ndoto uko kwenye mashamba. Unaota ndoto uko kijijini, ni ishara mbaya. Unaota ndoto kabisa unakula na watu ambao ulikaa nao zamani utotoni. Kuna marafiki wa zamani, kuna wale watu wa zamani. Ishara mbaya. Ishara mbaya sana. Popote ulipo saa hii unanifuatilia kwa mitandao za kijamii, YouTube, fuatilia kwenye redio 92.9 na mitandao mingine za kijamii kama Facebook, Instagram, TikTok. Popote pale unakonifuatilia, wacha nikuambie ukweli kwamba Yesu yuko kazini na yuko tayari kukufungua. Kama una dalili hizo, unahitaji msaada wa karibu sana. Unahitaji mtu wa kutranslate hizo ndoto na kukusaidia. Maandiko yanaweka wazi kwamba Yusufu aliota ndoto. Aliota ndoto kwamba siku moja atakuja kuwa mtu mkubwa. Maandiko yanasema Farao aliota ndoto. Imagine mkuu wa nchi Farao aliota ndoto, ikamletea tabu. Alisikitika sana, aliumia sana, mpaka aliwaita mawaziri, aliwaita wachawi, aliwaita kila aina ya mtu kwa ajili ya kutranslate ile ndoto, lakini hakupatikana mtu. Mtu pekee anayeweza kutranslate ndoto yako na kukusaidia hadi mwisho ni mtumishi wa Mungu pekee yake. Maandiko yanasema wazi kabisa kwamba Yusufu akatolewa kule gerezani, akaja kutafsiri ndoto ya bwana mkubwa, ndoto ya Farao. Alipotafsiri ndoto ya Farao kwamba ng'ombe 7 wenye afya, ng'ombe 7 ambao afya yao ni wamenyongonyea, au wale ambao afya
afya zao haziko sawa. Ng'ombe 7 wakondefu na ng'ombe 7 wanene. Maana yake ni miaka 7 ya shibe na miaka 7 ya njaa. Hadi ulimwengu wa damu na nyama kuchukulia hiyo ilikuwa ni kazi kubwa sana. Lakini sasa yule Farao, yule mkuu wa nchi hakuchukulia kawaida, alichukulia serious kwamba ili jambo litakuja kunipata. Sasa cha kufanya ni nini? Kuacha huyu ambaye Mungu anamtumia anisaidie kwa ajili ya kuokoa nchi. Ndoto inaweza kaokoa nchi. Ndoto inaweza kaokoa taifa. Ndoto inaweza kaokoa maisha ya mtu. Ndoto inaweza kukupeleka kaburini, lakini ndoto inaweza kukupeleka kwenye uzima. Ndoto inaweza kukufanyia uwe tajiri, lakini ndoto inaweza kufanya uwe maskini. Ndoto inaweza kufanya ufaulu, lakini ndoto inaweza kufanya ufeli. Usipuuze ndoto. Usichukulia kawaida. Ndoto ina maana kubwa sana kwenye ulimwengu wa roho. Ndoto ina maana kubwa sana. Ndoto ni ujumbe. Ndoto ni taarifa. Ndoto yote inapokuja kwako ni taarifa. Na hiyo taarifa ina mambo mawili. Iwe njema, iwe mbaya.